Ndipo walipoelewa kwamba uweza alionao Yesu ni mkuu sana. Ndipo walipojua uwezo wa Yesu ni mkubwa, kwa kuwa waliangalia pale msalabani kamanda Yesu wakati anakufa. Biblia inasema giza ikatokea. Walielewa uwezo alionao. Ni nani alikufa giza ikatokea dunia nzima? Ni nani? Yupo? Si hakuna. Ni nani aliyekufa miamba ikatikisika, ardhi ikatikisika, kila kitu kikatikisika? Yani uumbaji wa asili wenyewe ulikubali kwamba aliyekufa ni mtawala wa dunia, ni mtawala wa mbingu. Mbingu ziliitika Yesu ni kamanda, dunia iliitika Yesu ni kamanda, alafu wanadamu waliitika Yesu ni kamanda. Maana waliokaa msalabani walishangaa pale, wote panatikishwa, wanakwenda kule kwenye hekalu, pasia liko nje. Kuhani ana mamlaka tena ya kwenda, maana pasia limepasuka, hana nafasi tena kuhani. Yesu amechukua kiti, amekaa pale, anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuliwa na kulemewa na dhambi, nami nitawapumzisha. Mlio na mizigo ya dhambi, mimi ninaponya. Mlio na mizigo ya taabu, mimi ninaponya. Mlio na mizigo ya magonjwa, mimi naponya. Njooni kwangu dunia nzima, wawe ni wazungu wa China, wawe ni Waarabu, wawe ni nani, wawe ni Waafrika weusi. Yesu amekufa kwa ajili yao, ameketi pale kwenye kiti cha enzi, yeye akiwa ndio mwenye nguvu zote, yeye akiwa ndio mwenye maamuzi, yeye akiwa ndiye lolote. Anaamua leo uishi, anaamua leo usiishi. Yeye ni mwamuzi wetu. Ameketi mkono wa kuume wa Baba, amevunja madhabahu zote, tunaendea madhabahu yake. Amevunja madhabahu za duniani, tunaiendea madhabahu ya Mungu. Tukiendea madhabahu ya Mungu, majibu yetu yote yanapatikana kwake. Hatuhitaji kuuliza kwa waganga, hatuhitaji kuuliza kwa nani, tunamuuliza Yesu.